hadithi za kweli ambazo zinagusa moyo. Aisee, marafiki watatu walikuwa pamoja tangu zamani, wanakula pamoja, wanasaidiana katika kila kitu katika maisha yao. Lakini siku moja tu tamaa iliingia na kila kitu kikaharibika. Unachokwenda kusikia leo si stori ya kawaida, ni kitu kinaweza kutokea hata kwa rafiki yako wa karibu. Kulikuwa na marafiki watatu, walikuwa wanatembea jangwani wakitafuta maisha. Walipitia changamoto nyingi sana katika safari yao. Walikuwa na njaa, jua kali na hakuna kitu walichopata. Ghafla mmoja wao akajikwaa, akasema hapa kuna kitu. Wakachimba kwa mikono na walichokiona kiliwashangaza. Chungu kikubwa kimejaa pesa za dhahabu. Wakafurahi sana, wakacheka, wakakumbatiana. Walijiona tayari maisha yamebadilika. Wakasema tugawane sawa, kisha turudi nyumbani tuanze maisha mapya. Lakini kulikuwa na shida moja, walikuwa na njaa. Wakaamua mmoja aende kijijini kununua chakula na waliobaki walinde pesa. Mara tu yule mdogo alipoondoka, mmoja akamwambia mwenzake kwa sauti ya chini, bro, kwa nini tugawane pesa kwa watu watatu? Tuko wawili, tukimuondoa tutapata zaidi. Mwenzake akakaa kimya kidogo, kisha akasema, ni kweli, tufanye hivyo. Wakapanga kumuua rafiki yao akirudi. Lakini upande wa pili, yule kijana mdogo naye alikuwa na mawazo yake. Kwa nini wao wachukue sawasawa na mimi, wakati mimi ndo nimefanya kazi sana kuliko wao? Mimi pia nataka maisha mazuri. Akaenda kununua chakula, kisha akaongeza kitu kingine kwa siri, sumu. Akaweka kwenye chakula chao. Marafiki watatu, lakini kila mmoja ana mpango wake. Aliporudi walimpokea vizuri kama hakuna kitu, lakini alipogeuka tu wakamshambulia mpaka akafa. Kisha wakakaa kula chakula alichokuja nacho. Chakula kile kilikuwa na sumu. Muda mfupi, wa kwanza akaanguka, kisha wa pili, wote wakafa. Pesa zilibaki pale pale, hakuna aliyezichukua. Marafiki watatu walianza pamoja na wakaishia wote na wakapoteza maisha wote. Sababu moja tu, tamaa. Funzo la hadithi: tamaa inaangamiza kila kitu, hata urafiki wa kweli. Mafunzo muhimu: moja, tamaa hupofusha akili. Kila mmoja wao alifikiria faida yake tu, mwisho wakaishia kupoteza kila kitu, hata maisha yao. Mbili, usaliti huanza na wazo dogo. Mwanzoni walikuwa marafiki wa kweli, lakini wazo moja tu, kwa nini nisichukue zaidi, likabadilisha kila kitu. Tatu, pesa huonesha tabia ya mtu. Walipoona dhahabu, ndipo tabia zao za kweli zilipojitokeza. Nne, unayemchimbia mwenzako shimo, utaangukia mwenyewe. Kila mmoja alipanga kumdhuru mwenzake, lakini mwisho wote wakaumia. Ujumbe mkuu: sio kila kitu unachokitaka kinapaswa kuwa chako, na kisicho haki yako kitakuumiza kabla ya kukifaidi. Unadhani nini kiliharibu kila kitu? Ni pesa au ni tamaa ya moyo? Andika maoni yako na usisahau kufollow kwa hadithi zaidi.